Lazima tujaribu shida tunazo tuziache nje. Yale ambayo ni mazito, ni ngumu kwetu, ambayo tunafikiria kila siku, tujaribu kuacha mambo yote nje ili tupate kuwa mbele za Mungu tukiwa sawa. Nashukuru Mungu kwa kukupa nafasi hii. Nashukuru nyinyi wote ambao mmekuja kusikia neno la Mungu na kufanya kazi tofauti za Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na neno la pili, anatoa rambirambi kwa watu ambao wamekosa ndugu na marafiki. Ni watu wengi sana ambao wamekosa mandugu. Nikitazama familia ya kina Nyakiowe, hii mwezi ni kama wamekosa watu wengi, na wengine ambao hatujagundua habari hizo, na muende na mbariki. Tunashukuru Mungu kwa Kibasumba mtoto wake. Alikuwa siku mingi akiwa Rwanda. Tunashukuru kwa sababu ameongoza akafika vizuri ama salama. Na wengine po nawapokea, Mungu awabariki. Tutazungumza neno la Mungu dakika chache. Nasoma maneno ambayo wamesoma msimamizi wa ibada. Ni Mathayo Mtakatifu 26 na mstari wa 6. Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni w'Umurembe. Umugore azaho ari afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane, ayamusuka umutwe yicaye arya. Abigishwa babibonye bararakara bati, aya mavuta apfiriye ubusa, ko yashaka kugurwa ibiya nyinshi zigafasha abakene. Amen. Kwa tusome kitabu cha Waebrania. Atasoma pia katika kitabu cha Waebrania. Ndipo tutatamatisha kwa kitabu cha Waebrania igice cha mbere mstari wa kwanza igice cha kabiri wa gatatu, mstari wa pili na Waebrania kabiri no kuri gatatu. Ni sura ya pili na mstari wa 3. Tunavuga ngo twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagabanirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanyije nabo guhamya ibihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'Umwuka Wera zagabe nk'uko yabishatse. Amen. Sore kusoma. Nimetamatisha kusoma. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uyu munsi turi munsi wo kwibuka urupfu rwa Yesu. Siku ya leo ni siku ya kukumbuka kifo cha Yesu. Nako kwibuka gucungurwa kwacu, ama kukumbuka kuokolewa kwetu. uko muona hali yaimeze Kwa vile mnavyotazama, hii ni siku kuu ya kanisa. Hii ni siku kuu ya Wakristo. Kama watu wanasahau, ama kama mtu anasahau sana, hata jua mambo mengi, kama wewe ni mtu wa kusahau sana, unaenda shuleni alafu ushike vizuri ile somo umepewa, hakuna haja uendelee kufuata masomo hili. Ikiwa wewe ni mtu wa kufanyiwa rehema na unasahau haraka, hakuna haja wa kufanyia vizuri.
Ikiwa mtu anasahau, ntamambe kugirisha kuta mtu si lazima ashike kitu kwa kichwa yake. Lazima baki vile ako. Kwa hiyo Wakristo, kama tukumbuke, hakuna haja tukuokolewa. Neno la muhimu la kuokolewa ni kukumbuka na kukumbuka yale Yesu Kristo ametutendea kwa msalaba. Bwana asifiwe. Uyu munsi, siku ya leo, ugukomeye cyane ku muntu wose wibuka. Ni siku ambayo si rahisi kwa kila mtu ambaye anakumbuka. Iyo bafata icyumweru kuri iki giki, wakishika wiki ambayo inafuata hii, bakabaha amatangazo, hadi baterangiza batangaza nini? Maibada zingine huwa atoe tangaza chini, ikiwa ni meza ya Bwana lazima atoe tangazo. Wakisema ya kwamba wiki ijayo tutakuwa na meza ya Bwana. Sijue mnajisi aje au mnasikia aje tangazo hilo. Wakisema ya kwamba wiki tutakuwa na meza ya Bwana, ni kukumbusha kila mmoja wetu, na wanatukumbusha maneno mawili ili uendelee kutafakari mambo makuu Mungu amekutendea. Na neno la pili ni ili upate kutengeneza maisha yako, ama upate kutubu dhambi zako, kwa sababu mke na mume wao wanakosana, wazazi na watoto wanakosana, watu wote katika dunia kunajaa makosa. Lakini wakitoa tangazo eti jumba tutakuwa na meza ya Bwana, wanakwambia kwamba endelea kukumbuka na uendelee kufikiria kama umepotea kiasi. Ndio maana unakutana watu wasikie vizuri, wanakupea wiki mzima, lakini ikifika siku hiyo, ukifika kwa mtu anakuambia anakana, na neno hili haikubaliwi. Kama wewe umeokolewa, umetoka katika utumwa, hakuna sababu hata moja inayosababisha usikaribie meza ya Bwana. Ikiwa ni dhambi umefanya, hiyo wiki ni kutubu sana. Hata dakika ambayo tuko nazo hapa, uko na wakati ya kutubu sana. Biblia inasema ujitazame mahali unaketi, ujitazame mwenyewe, ujitazame kiroho, utafute kama kunayo sababu inayokataza kukaribia meza ya Bwana. Hakuna sababu hapo inayokataza usikaribie meza ya Bwana. Kama umedhini, uko na wakati ya kutengeneza ili upate kukaribia meza ya Bwana. Biblia inasema kwamba mtu yote ambaye akaribia meza ya Bwana hana uhai, na mtu huyu hatafufuka. Kuwa Mkristo ambaye ajitayarisha kufufuka ni hatari kubwa sana. Mungu atusamehe. Tumesoma neno la Mungu. Yesu yalichangwa mu rugo Betania kumugabo witwa Simoni Mubende. Yesu alikuwa anaketi katika nyumba ya Betania kwa Simoni mkoma. Yabaye ibibende. Alikuwa anagonda ukoma. Yesu yicaye alikuwa arya. Yesu alikuwa anaketi akikula. Yesu yicaye afungura kingana. Yesu alikuwa akikula kama kawaida. Kisha umugore umwe akaingia, mama mmoja akaingia, alikuwa na mafuta ya thamani sana. Akakuja na mtungi umejaa mafuta ya thamani hiyo. Hajajali ya kwamba Yesu anakula, hajafikiria kwamba eti nikimwaga mafuta nitamwaga katika chakula. Akamwaga katika kichwa yake. Inamaanisha kwamba mafuta hayo yamefika kila mahali pote. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wa Yesu hawajafurahia kwamba wamechafua Yesu, hata hawajawazia kwamba amefanya makosa kwa sababu alikuwa anakula, au wamewaza kwa kama ile mafuta hiyo, wakasema ya kwamba je, mafuta hii
imepotea bure, imemwanga bure tu. Na thamani ya mafuta hii ilikuwa vizuri kuuza mafuta hiyo, tukiuza na pesa tunasaidia maskini. Kwa sababu Yesu anatambua mambo yote. Yesu akajua ya kwamba kusudi la malengo lao. Yesu akawaswali, akaambia kwamba je, namna gani mmepea mama huyu usuni mingi sana? Na mama ameandaa sana, akachunga mafuta yake na akaamua kufanya tendo hili. Akauliza, kwa nini umempea uzuri mingi sana? Kwa nini umempea uzuri sana? Yesu akaambia wanafunzi wake, akaambia mimi najua chile ambacho mama amefanya. Huyu mama ameandaa mwili wangu kuzikwa. Alikuwa hai bado, alikuwa katika na wanafunzi wake, lakini akasema mama huyu amefanya ishara ya kuandaa kuzikwa kwake, ametayarisha mwili wake na ameutayarisha ili upate kuzikwa. Akawaambia neno, kitendo ambacho mama amefanya, neno hili mama amefanya litakuwa kumbukumbu kila nyakati yote. Hata na sisi hatukuwa mahali hapo, tunashika na siku ama na muda ya kutekeleza maneno haya. Mama huyu ameleta unabii kwa Yesu, na ameleta unabii kwa wanafunzi ya kwamba muda itafika, Yesu atakufa, atafufuka ili tupate kuwa na uzima wa sisi. Bwana sifiwe. Amen. 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 Biblia ivuga makuru menshi kuko kwa Yesu kuzuka kwe. Biblia inatuambia habari nyingi kusudi kufa na kufufuka kwa Yesu. Biblia kama kunusi wa mbele msima isebuye. Nasema siku ya kwanza ya ugali ambayo tuseme kama ni kama ugali ambayo itapikwa vizuri. Hiyo Kiswahili sikia kama hivyo. Bwana sifiwe. Yesu. Mwenye amegundua. Bwana sifiwe. Tukisoma kwa Biblia tutapata. Hali ya wafasiri kwa 19, 18 tutaangalia hiyo neno, tuendelee kama nasema. Bwana sifiwe. Nadhani mtabaki sana. Hata tuendelee. Akasema hiyo siku ya kula ugali, Bwana sifiwe. Alikuwa kuongea Yesu. Wanafunzi wakakaribia Yesu. Wakamwambia kwamba, wakamuuliza unapenda ama umetayarisha mahali wapi tutachangia ya Pasaka? Watu mmebaki katika Kiswahili hiyo. Yesu akawaambia, akaambia endeni katika town kwa ndugu ama fulani, endeni kwa fulani, naambia kwamba kwake ndipo tutaandaa Pasaka. Kwa sababu gani Yesu ametumia kwa fulani? Amen. Unasoma Biblia? Tunaisikia. Yesu akaambia wanafunzi wake, endeni kwa fulani, mwambia kwamba ni mahali hapo tutaandaa ya Pasaka. Fulani alikuwa anafanya ya muhimu, alikuwa inamaanisha kwamba alikuwa anashika watu wote kwa neno moja tu. Amechukua ulimwengu wote akaita fulani, ndipo akasema nendeni kwa fulani, kwake ndipo tutakulia Pasaka.
angesema kwa Rugwiza kwa sababu mimi ningeacha, lakini ametumia hiyo neno, endeni kwa fulani umwambia kwamba tutaandaa Pasaka. Wakaenda wakaandaa Pasaka, wakikula Yesu akaambia katika nyinyi 12. Hapa sio watu wengi. Hao wanafunzi 12. Ninaambia kwamba wale ambao watajisaliti. Watu wakajiswali wakiuliza kwa kila mtu akasema ni mimi. Mwalimu ni mimi. Mwalimu ni mimi. Watu wakajiuliza au wakajifanya sana wakijiuliza. Kufika hata Yuda Iskariota ambaye amemsaliti naye pia akauliza. Na yeye ameuliza mwalimu ni mimi. Yesu hakuwa na ogopa kusema lolote. Akasema si unajua. Amen. Lakini kuna ile ambayo imeniumisha sana. Ni ishara ambayo Yuda ametumia kusaliti Yesu. Ishara hiyo ilikuwa kumbusu Yesu. Yuda amekula pesa. Amekula pesa ili asaliti Yesu. Kwa sababu Yesu alikuwa anavaa mwili kama watu. Kwa sababu alikuwa Myuda wa kawaida. Alikuwa akijulikana kwa Yuda. Akaambia wale ambao alimsaliti kwake. Akamwambia kwamba mwezi mkamjua. Lakini nitamuonyesha nikimkupatia na kimfubutu. Ule ambaye mtasubutu ndiye mtashika. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Maneno ambayo tuko katika siku hizi ni ngumu sana. Kuna wale ambao wanasaliti wengine kwa ishara nzuri. Ishara ambayo inaonekana ya kwamba wewe anakupenda. Ishara ya kukumbatia. Anakuonyesha kwamba wewe ni rafiki wa ndani. Lakini ni ishara ya kukusaliti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanajifanya anaweza kukumbatia akionyesha kwamba anakupenda. Anaweza kukutu kama vile Yuda amefanya. Lakini nyuma ya ishara hiyo ni hakutaki. Nini ambayo imejificha nyuma ya neno? Lazima tukue na akili kama Yesu amejaa wanafunzi, muwe na akili kama nyoka. Kuwe na akili kama nyoka. Kuwe na akili. Yesu akamwambia kwamba fanya maneno mabaya. Usiende kunikumbatia, fanya kazi ambayo imekuleta. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akumenya abantu. Lazima mjue vile mtaishi na watu. Wanakwaya huwa wanasaliti Wakristo, wanasaliti wachungaji. Hata wachungaji wanaweza saliti wanafunga Wakristo. Na tena hata kuonyesha ishara mbaya. Atakwambia kwamba hapa kijana yangu, baba mama. Lakini hiyo ni ishara kubwa sana. Ni unafiki ambao umejaa mioyo ya watu. Lakini mtu ambaye amepokea Yesu na anakufa kwa ajili yake. Mtu ambaye amepokea Yesu na anafika katika moyo wake, hana ishara nyingine isipokuwa upendo wa Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Biblia inasema mahali tumesema katika kitabu cha Ibrania, huzuni na kupigwa kwa Yesu, maneno hayo mnayajua.
Kuna neno ambalo Paulo ameuliza Waebrania. Ameambia kwamba mnafikiria aje mtaokoka aje? Mtaokoka aje? Mtapata wokovu aje? Mnawazia kwamba itaendeka aje? Kama mjani wokovu, kama mjani wokovu mwenye kuangusha, kama amjani wokovu ambao una nguvu hivi, alikuwa anaonyesha level ya wokovu. Akaambia aje mtaokoka aje? Kama mjani kwa wokovu ambao tumepewa, kama mkumbuki mtaokoka ikiendelea. Kama mjani wokovu una nguvu ambayo imeongewa na Yesu, ambayo Yesu ametuletea, akapigwa, akakufa na akazikwa ili tupate kuishi. Unafikiria kwamba kama mjani maneno hayo na wokovu ambayo imeongewa na Yesu na wale ambao wamemwamini, hata na ishara na miujiza. Kwa leo miujiza ambayo tuko nayo na miujiza ambayo tunatarajia si miujiza ambayo inatukumbusha wokovu, ni miujiza ambayo inatuonyesha ama inatukumbusha faida yetu. Watu wanapenda kuguswa, waombea wakigusiwa, wakumbusha maneno wanajua na yale hawajui, lakini maneno hayo wanayapenda, lakini hawajakupenda. Hiyo ishara zote hajakumbusha watu. Ishara hizo umezoea, miujiza umezoea, mambo yote umezoea. Biblia inasema utaokoka aje kama ujani wokovu tumepewa. Maneno yote tumezoea, hata meza ya Bwana tumezoea, watu wamezoea. Mtu nikikuja hata ajali vile atafanya vile nataka na vile amekuja, utaokoka kama haujali wokovu ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno nikienda nikitazama nakosa mwisho wa mambo haya. Watu wako na kiu ya kufanyiwa miujiza na ishara. Kuna nyakati tumefanya maneno hayo hapa. Nyakati hiyo kanisa ilikuwa inajaa, hata wengine wanapenda wagusi, wengine wanaomba wafike kwa nyumba zao. Kwa kanisa hawajaridhika, wanateseka, hawana nia ya kuokoka. Bwana asifiwe. Ibimenyesho bitanga miujiza na ishara vitafute ili kugira ngo tuongere dukizwe, ili tuokoke tena. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuja kwinjira mu mwanya wundi, tukiingia kwa neno lingine, ndagira ngo umuntu wese atekereze na omba kila mtu afikirie. Shukuru sana. Kwa ukweli nimegundua kwa sisi tulikuwa sepaki huko kwetu, yeye hajakunywa meza huko, alikuwa huko. Nyakati zimepita, walikuwa wanapeana kikombe moja, kila mtu anakunywa. Ilikuwa system hiyo, lakini kwa leo ulikuja maneno ya kujipea mwenyewe. Watu wanazubara kwa maneno hiyo. Watu wanazubara kwa maneno hiyo. Lakini naomba hata ukishika kikombe hiki, uishika hivi ujue unachukua nini.
kama kawaida ni biskuti ya kawaida watoto wa kunywangi meza. Ni biskuti ambayo imeandaliwa. Wanaleta na juisi ambayo unatumia nyumbani. Lakini neno hilo Biblia inasema kwamba ni agano atufanye katika maneno ni agano. Atufanye hiyo kama desturi. Tunafanya maneno kwa sababu ni agano. Hiyo maana huwezi kufanya maneno yako. Biblia inasema hili ni agano langu jipya. Agano jipya ni nini? Agano ambalo linaondolewa ni gani? Kulikuwa maagano fulani. Biblia inasema kwa mtu akifanya dhambi lazima alete dhabihu ili pate kuondoa dhambi amefanya. Hiyo ni agano ambayo imeandikwa katika Biblia. Lakini Yesu yeye amejitoa katika mwili wake. Akitoa damu yake ndipo kaambia hii ni agano jipya. Hii ni agano ambayo si kusogelea tu. Hii ni agano ambayo imekomboa agano zote. Ndio maana lazima upenda kama ni katika ndani mwako. Na ujue kwamba umekaribia meza ya Bwana. Unajua kwamba ukula hiyo biskuti ni mwili wa Yesu ama ni ishara ya Yesu. Kiomba hata kukula ukiwa na utaratibu. Kuna watu wanakula wanazania wako nyumbani watu. Lazima upite kwa heshima, utoe mwili wa Yesu na heshima, na ukule mwili wa Yesu na heshima, na unafikiria mwili wa Yesu kwa heshima, kwa sababu ni agano na Yesu. Amen. Amen. Yesu akiaga wanafunzi wake ameambia kwamba kujeni tuchangie. Wakishakuwa mahali pamoja, ameshika ugali na akautengeneza vizuri, akaukatakata, akashukuru. Alipombea mwili ule akawapea wakule. Pia na kikombe ama damu ya Yesu akaombea kikombe hicho na akaambia kwamba kunyweni kwa kikombe hiki nyote. Ndipo hali nimegundua kwamba sepaki ilikuwa inafanya maneno haya vizuri. Biblia inasema nyinyi wote changieni kwa kikombe hiki. Shikeni kikombe hiki na mkunywe, kwa sababu hii ni agano la damu yangu. Endelee kunikumbuka kwa kufanya maneno haya. Endelee kunikumbuka kwa kukunywa. Paulo ameandikia Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Wakorintho wa kwanza na 32 umeambia kwamba neno ambalo nimepewa na Mungu hilo neno na mimi nimewapea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapeana kile anacho. Yesu hajajifanya ama atengeneze maneno haya. Kuna mahali ametoa, amepewa na Baba. Amesema kile nimepewa na Mungu, kile nimepewa kujua na Mungu ndicho nimewapea nyinyi. Ishirini na mbili na ile ishirini na tatu icyo nuko icyo nahawe umwami wacu kumenya icyo nabahaye nange
yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yeze umutsima akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanje ubatambiwe muje gukora mutya kugira ngo munyibuke. Barasifiwe. Amen. Yesu apata umutsima, amechukua mkate akaukatakata, akaambia kwamba hii ni mwili yangu nimewapea, hii ni mwili yangu nimewapea, hii ni mwili ambayo itatolewa kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwamba kila wakati mkusanyika, endelea kufanya hivi ili mkumbuke. Acha tuombe watu ambao wanahusika na meza ya Bwana, wale ambao wameandaa mwili wa Yesu wapate kutuletea mwili huyo. Tutaomba kuendea mkate huu ili tuendelee na muda mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati ya kufikiria na kujitazama mwenyewe ili ukague ya kwamba kuna mahali umekosea. Biblia imesema watu wote wakikula tu watakula kiolela, watu ambao wamekula kiolela bila kutubu dhambi watakuwa na hukumu, na tena wengi wao ndipo maana wanagojeka sana. Bwana sifiwe. Amen. Reka tusabe pastori, hata tuombe umuhe umubiri wa Yesu awushimire hanyuma tuze gukomeza. Data mu izina ryawe Yesu, ijambo ryawe mwami Mana yacu turabakubabariye wenze umutima mwami Yesu nawumanyagura urabishimira ubabishishwa bawe roga bimurike uri mu wacu n'isezerano ryaje itanzwe kugabeshi mwizina ryawe Yesu. Uyu mubiri mwami Yesu tugiye kuwurya mwami Mana yacu, ndasaba imbaraga zikomeye ziri muri uwo Mana yacu zaza uyu mwami Yesu zikorera muri uyu mutima mwami Yesu. Uyu mugati mwami Yesu ni umugati usanzwe, ariko imbaraga n'agaciro tubihaye mwami Yesu isezerano rikomeye mwami Yesu ryo kwibuka icyo wakoze ku bwacu mwami. Ndasaba imbaraga zikomeye mwami Yesu, abawurya bose mwami Yesu bitekerezo mwami babasha kwisuzuma bamenye neza mwami Yesu isano mufitanye, bamenye neza mwami icyo bafitanye n'umwami Yesu. Tiyore kurya gusa mwami no gutamira bisana, ariko ndasaba buri wese mwami uyu mubiri mwami Yesu mumbaraga z'umwami Yesu tubazutse mw'izina rya Yesu. Tukuze baraga zikomeye bibashe gutsinda imigambi ya Satani. Uyu mutima wose mwami amaraso yawe washe kunesha no gutsinda amaraso yawe Mana we, washe kunesha kwiriye umutima yawe umutima yawe washe kwimura no gutsemba ibidakwiye. Zira ryawe rihabwa icyubahiro mwami Yesu. Haleluya Yesu. Ariko utangiye mwami Yesu nibyo kwizera Mana yacu. Zira ryawe rishyirwe hejuru mwami Yesu none n'ibihe byose. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namaanisha kwamba Paulo Wakorintho walikuwa na jinsi wanakaribia meza ya Bwana. Mtu alikuwa analeta, kila mtu analeta kitu chake. Mtu analeta mkate wake ama mkate ama kitu kingine anaweza kutumia, anakula na anashiba.
na wakakutana ama kugundua kwamba kuna wale maskini ambao hawafanyi vizuri. Paulo akawakana, akakataza maneno hayo, tukifanya maneno hayo atukule itushike, lakini tunakula ili tukumbuke mwili wa Yesu. 25 bamaze kurya ati iki gikombe isezerano rishya ryo mu maraso yanjye muje gukora gutya uko muzaja munyweraho kugira ngo mubyibuke. Barasifiwe. Pastor nanone yongereye basenge igikombe. Mwami Yesu, jambo ryaravuze mwami Yesu muri gikombe ukigenza gutya mwami Imana yacu, wezi gikombe uragishimira mwami Yesu, urangije kugira abanafunzi bawe urabwira ngo nibamwere kuri kino gikombe kuko ari isezerano mwami Yesu, ari amaraso yiwe azamenywa ku bw'abenshi mwami Yesu. Ayo maraso yamenetse ku bwanje mwami Yesu, ayo maraso yamenetse ku bwa muntu wese wicaye hano hantu mwami Yesu. Reka ayo maraso mwami Yesu atubere mwami Yesu, adutere imbaraga, adutere ubwuzu mwami Yesu bwo gukomeza kwibuka icyo wakoze ku bwacu. Mu izina ryawe Yesu, ugira neza mucunguzi wacu Kristo, turateranye turaganze twese mwami Yesu. Muri ibyo uvuze ngo nubona ko nzibagiwe uzanibutse zapfuye wabize ku bwanje mwami Yesu. Nubona ko nibagiwe mwami Yesu, nubona ko ubwoko bwawe bwibagiwe mwami Yesu, nubona ko abera bawe bibagiwe mwami Yesu, uzanibutse mwami Yesu, uzokamaze imitima yabo, ubibutse icyo wakoze ku bwabo, utibutse icyo wakoze ku bwacu bwabo, tubashe kugitekereza. Ubiganza mu Mana yaje bakwibaga kwirukwa inyuma y'inuma, witaza kwitanga mwami Yesu. Tuba twaramaze wagacuho, tuba twarakuye umwumba, tuba twararushemwa, ariko witanze igitambo kimwe ariko dufite uyu munsi nawe, ariko sezerano dufite wadusigaye mwami Yesu. Mu izina ryawe Yesu, ugira neza mucunguzi wacu mwiza, nta yindi Mana ihwanye nawe. Aya maraso tugiye kuyamamaza, barizi ko ari kuri sima iri mu supermarket mwami, ariko muri uyu mwanya mwami Yesu imbaraga zikuye mu mwami Yesu, n'amaraso yawe avuye mwami, bakwibuka icyo wakoze ku bwacu. Reka tusanishe mwami Yesu kandi adukoreshe mwami Yesu, tujane kuzimu mwami Yesu ko kurimbuka mwami Yesu. Urakoze mwami Mana yacu, amahoro nakwire Mana yacu naganze muri twe Mana yacu, ure twibuka dutekereza icyo mwami Yesu yakoze none n'ibyo byose. Mu izina ryawe Yesu mucunguzi wacu mwiza, amen. Dusabe Areti atambuka imbere y'amazi, hanyuma soma ibice bisigaye. Anaomba watu wa kupita mbele ili atamatishe, watapita mbele na kikombe na mwili kama kawaida tunafanya mambo hayo. Atasoma sura 2 nuko umuntu yirire isuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe, kuko upfa kurya akamu atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abamwereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira itegeko bajya banatambuka kuze watu wao wapite ndani tafadhali, ndio wale mkutano kama watu wanataka kama hayupo tuta. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakagwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma tukabigwa mu rubanza. Hanyuma bakomeze basenge. Watu